Tunawakaribisha nyote katika mfululizo wa masomo ya juma hili yaliyoandaliwa na ACP Projects yenye kichwa kinachosema kwa nini nipo duniani? Kuanzia tarehe 25 Desemba mpaka tarehe 31 Desemba 2025. Mkufunzi wako ni Elisha Michael Edward, mtaalamu wa lugha ya alama, mshauri wa vijana na jamii na mwenyekiti wa Cake Foundation inayojihusisha na kusaidia jamii ya watu wenye uhitaji. Kwa mambo mengi zaidi tembelea YouTube na Instagram kwa jina la Elisha Edward. Usisahau kusubscribe, comment na kushare. Asante. Natumaini mu wazima wa afya kabisa. Nipende kuwakaribisha tena katika somo la siku ya leo, ikiwa ni somo la 3 katika mfululizo wa masomo ya wiki hii. Jana tulikuwa tuna somo maalum ambalo lilikuwa natuweka sawa kwamba kila mwanadamu ambaye yuko duniani ana kusudi maalum ambalo alikuja au anatakiwa kulifanya hapa duniani. Kwa hivyo hakuna hata mwanadamu mmoja ambaye alikuja duniani kuzurura au kupoteza muda. Kila mmoja wetu kuna kitu maalum au kazi maalum ambayo aliumbwa ili aje aifanye hapa duniani. Kwa hivyo unapojiangalia usijichukulie poa. Tambua kwamba una kitu cha thamani ambacho kilimfanya Mungu akuweke duniani kwa wakati huu. Kwa hivyo kila mmoja wetu lazima atambue kwamba ana kitu ambacho Mungu alihitaji yeye aje akifanya hapa duniani. Siku hii ya leo tunaenda kujifunza kitu ambacho kinaitwa mwito usiochukuliwa nafasi. Kila mwanadamu ambaye yuko duniani, kazi ambayo Mungu alitaka aje aifanye duniani. Hakuna mwanadamu yeyote ambaye ametokea katika ulimwengu, aliwahi kuishi katika ulimwengu au ambaye atakuja kuishi duniani ambaye anaweza kufanya kazi ambayo Mungu alihitaji wewe uje uifanye hapa duniani. Kila mtu ana jukumu ambalo ni la peke yake, na maisha umuuliza swali ambalo ni yeye pekee anaweza kulijibu. Kwa hivyo hapo ulipo tambua ya kwamba kazi au kusudi ambalo Mungu anahitaji wewe uje ulifanya hapa duniani, hakuna mtu yeyote ambaye anaweza akafanya kama wewe. Hata kama kusudi ambalo Mungu amekupatia inafanana na mwingine, hakuna mtu ambaye anaweza kufanya kwa namna ambayo Mungu alihitaji wewe uifanye hapa duniani. Kwa hivyo tambua ya kwamba wewe ni wa thamani. Mwanasayansi na mwelimishaji wa sayansi kutoka Marekani ambaye anajulikana sana kwa kipindi chake cha TV kinachofahamika kwa jina la Bill Nye the Science Guy, ambaye kusema kwamba every person you meet knows something you don't, kwamba kila mtu ambaye unakutana naye duniani ana kitu cha kipekee ambacho wewe ukifahamu. Kwa hivyo vile ulivyo, endelea kujithamini na tambua ya kwamba unahitaji kutimiza kusudi ambalo Mungu alihitaji uje ulifanya hapa duniani, ambalo hakuna mwanadamu yeyote anaweza kulifanya zaidi yako. Ni muhimu sana kujua kwamba hapa duniani hakuna mtu kama wewe, na wala hakuna mtu ambaye amebeba kitu ulichobeba. Hivyo wewe ni wa thamani. Maandiko matakatifu ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12 fungu la 18 na 19 anasema, bali Mungu ameviweka viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Kwa hivyo Mungu ameumba mwili ukiwa na viungo mbalimbali, lakini kila kiungo kikiwa kinafanya kazi kwa namna yake, na hakuna hata kiungo kimoja ambacho kinaweza kufanya kazi ya kiungo kingine. Mfano mzuri tuchukulie milango ya fahamu: macho, pua, masikio, ulimi na ngozi. Macho yanatumika kuona, ulimi kuonja, ngozi kuhisi, sikio kusikia na pua kunusa. Hivi viungo vyote viko ndani ya mwili, lakini kila kimoja kinafanya kazi ya peke yake ambayo hakuna kiungo kingine kinaweza kuifanya kazi hiyo. Mfano mzuri, huwezi ukakuta hata siku moja ngozi ikiwa inasikia, au macho yakiwa yanaonja, au pua ikiwa inahisi. Kwa hivyo endapo mwili ukakosa kiungo kimoja wapo ambacho ni sikio, na maana ya kwamba huyu mtu atashindwa kusikia. Kwa hivyo ataacha mwili ukiwa na athari ya kutoweza kusikia, na mtu huyu tunamuita kiziwi. Endapo mtu atashindwa kuona,
ina maana ya kwamba atauacha mwili ukiwa na athari. Mwili utashindwa kuona na matokeo yake huyu mtu tunamuita kipofu. Kwa hivyo endapo kiungo kimoja kikashindwa kufanya kazi ambayo kilihitajika kifanye katika mwili, kinauacha mwili ukiwa na pengo ambalo hakuna kiungo kingine kinaweza kufanya kazi hiyo. Ndivyo ulivyo wewe katika hii dunia. Katika ulimwengu ambao una zaidi ya watu bilioni 8.3, kila mmoja ana kazi ya kipekee ambayo ameletwa duniani aje ifanye, ambayo hakuna mwanadamu yoyote anaweza kuifanya zaidi yake. Endapo utashindwa kufanya kazi hiyo, ina maana ya kwamba utaiacha dunia ikiwa na pengo ambalo hakuna mtu yoyote ambaye inawezekana Mungu alihitaji wewe uje uwe mkarimu hapa duniani au mshauri. Tunajua kwamba kuna washauri wengi na watu wengi ambao walikuwa na ukarimu ambao wamepita hapo nyuma, lakini hakuna hata mmoja ambaye aliweza kuwa mshauri kama vile ambavyo Mungu alihitaji wewe uwe katika jamii ambayo inakuzunguka. Kuna watu wengi ambao walikuwa na ukarimu inawezekana hapo nyuma, lakini hakuna hata mmoja ambaye alikuwa mkarimu kwa namna ambayo Mungu anahitaji wewe uwe. Kwa hivyo tambua kwamba kitu ambacho Mungu anahitaji uje uifanye hapa duniani kina thamani kubwa zaidi ya vile ambavyo wanadamu tunaweza kufikiri. Tukirudi katika maandiko matakatifu, tutazame kisa cha mtu mmoja ambaye anapatikana katika kitabu cha Waamuzi sura ya 13 mpaka ya 16. Mtu huyu alikuwa ni Samsoni ambaye inakadiriwa kuwa alizaliwa miaka ya 1150 kabla ya Kristo. Mtu huyu alizaliwa kipindi ambacho taifa la Israeli lilikuwa likitawaliwa na waamuzi kama viongozi. Hiki kilikuwa ni kipindi ambacho taifa la Israeli lilikuwa bado halijaanza kutawaliwa na wafalme. Samsoni alizaliwa katika kabila la Dani, baba yake akiwa ni Manoa. Alikuwa ni mtu ambaye Mungu alimfanya atokee duniani kwa kusudi moja maalum, kuwakomboa taifa la Israeli dhidi ya Wafilisti. Wafilisti walikuwa ni watu ambao walitokea katika eneo la bahari ya Mediterania. Asili yao inakadiriwa kuwa huenda walikuwa ni watu ambao walitokea katika sehemu ya Ugiriki ya kale, kisiwa cha Krete au Asia ndogo. Watu hawa walifika Kanaani karibia miaka 1200 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Na baada ya kufika hapo waweza kujenga miji mikubwa 5: Gaza, Ashkelon, Ashdadi, Ekron na Gathi. Na lilikuwa ni taifa ambalo lilikuwa lina nguvu kutokana na uwekezaji ambao liliufanya katika silaha za chuma, hali ambayo ilipelekea kuwa taifa tishio ambalo wana wa Israeli walikuwa wakiliogopa sana. Kwa hivyo kwa wakati huo wana wa Israeli walikuwa wakitawaliwa na hawa Wafilisti. Kwa hivyo Mungu alimfanya Samsoni awepo duniani kwa lengo moja mahususi, kwa kukomboa wana wa Israeli dhidi ya hawa Wafilisti. Na nyenzo kubwa ambayo Mungu alihitaji Samsoni aitumie kama sehemu ya ukombozi kwa wana wa Israeli ilikuwa ni nguvu za ajabu ambazo Mungu alimpatia, ambazo alihitaji azitumie kwa ajili ya kuwakomboa wana wa Israeli. Kwa hivyo ukisoma Biblia unagundua kuwa tangu mwanzo kuna watu wengi ambao Mungu aliwafanya wao kuwa wakombozi kwa taifa la Israeli. Utamuona Musa, utamuona Gideoni, utamuona hata Yesu pia. Lakini kati ya hawa hakuna hata mmoja ambaye Mungu alimpatia nguvu ambazo Samsoni alikopo nazo. Kwa hivyo wote ni wakombozi, lakini kwa namna tofauti ambayo Mungu alihitaji waitumie hapa duniani. Wote walikuwa ni wakombozi, lakini hakuna hata mmoja ambaye alikuwa na njia ya ukombozi ya kuwa na nguvu kubwa kama vile ambavyo alikuwa nayo Samsoni. Kwa hivyo hata wewe pia inawezekana una kitu ambacho watu wengi duniani wanakifanya, lakini hakuna hata mmoja ambaye anaweza kufanya katika namna ambayo Mungu alihitaji wewe uifanye. Kwa hivyo bado una thamani. Wakati ambapo tunaendelea kujiuliza swali hili, kwa nini nipo duniani, tunatambua kwamba moja, ni mpango mahususi wa Mungu sisi kuwepo duniani. Lakini mbili, wakati ambao Mungu anapanga uwepo wetu duniani, alitupatia kazi ambayo alihitaji tuje tuifanye hapa duniani, au kusudi ambalo alihitaji tuje tulifanye hapa duniani. Tatu ni kwamba kazi au kusudi ambao Mungu alitaka tuje tulifanye hapa duniani, hakuna mtu mwingine yoyote ambaye anaweza kulifanya zaidi yetu sisi. Kazi ambayo Mungu anahitaji wewe uifanye hapa duniani, hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kuifanya zaidi yako. Kwa hivyo una nafasi ya kufanya. Kusudi au kazi ambayo Mungu ametupatia tuje tuifanye hapa duniani ipo kwa namna tofauti kwa
kila mtu duniani, lakini kusudi hilo limejengwa katika kitu ambacho nakipenda kwa dhati, au kupitia tatizo la kidunia ambalo limekuwa linakuumiza sana moyoni. Wanatheolojia na wanafalsafa wanaita jambo hili kama wito wa ndani ambao unaelekezwa kwenye huduma ya nje. Utaipata hiyo kwenye Petro wa kwanza sura ya 4 fungu la 10. Kwa hivyo swali la muhimu zaidi maishani ni kwamba kitu gani ambacho unawafanyia wengine. Hivyo kitaalamu, unapounganisha unachokipenda sana na tatizo ambalo limekuwa likikuumiza, unapata muhimili thabiti wa kusudi lako duniani, kwamba umekuja hapa duniani kufanya nini. Na unapogundua kazi ambayo umekuja kuifanya hapa duniani kupitia kile ambacho unakipenda kwa dhati na tatizo ambalo limekuwa likikuumiza zaidi la kidunia, unatakiwa uifanye kazi hiyo au kusudi hilo kwa moyo wote, ukitambua kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kuifanya zaidi yako. Hakuna maadamu yote ambaye anaweza kufanya kwa namna ambayo Mungu anahitaji wewe ufanye. Ninapofanya kusudi ambalo Mungu anahitaji nifanye hapa duniani, ninafaidika na nini? Usikose siku ya kesho, ikiwa ni somo la 4 tangu kuanza kwa mfululizo wa masomo ya wiki hii. Kwa helini kwa sasa, hadi siku ya kesho, muwe na wakati mwema.